Haleluya, amina. Ni siku tukufu. Haleluya, amina. Ya furaha mno. Haleluya, amina. Yesu kafufuka, na sasa yu hai, anatuombea. Haleluya, amina. Haleluya, haleluya. Ni siku tukufu, siku ambapo Wakristo ulimwenguni kote wanasherehekea Pasaka ya Easter, kufuka kwake Yesu Kristo. Hayumo tena kaburini. Mary Magdalene alipokwenda asubuhi leo pale kaburini, alikuta kwamba Yesu hayupo, amefufuka. Kwa hivyo furahini katika ufufuo, na tungependa kuwatakia Easter njema kanisa la Kianglikana Diocese ya Mumias. Tuwatakia na familia zenu Easter, Pasaka njema, ufufuo wake Yesu Kristo mioni mwenu. Ni ibada ya Pasaka ikiletwa kwa hisani ya ushirikiano wa televisheni ya Nyota na Diocese ya Mumias, kanisa la Kianglikana. Jina langu ni Joseph Wandere, ni askofu wa kanisa hilo. Katika ibada hii twakumbuka kwa njia maalum jamii ya aliyekuwa chief wa Malaha, Mzee John Maende. Mzee John Maende aliaga baada ya kuugua kwa muda mfupi kule Malaha. Alikuwa administrator chief shupavu, alikuwa Mwanglikana shupavu sana katika parokia yetu ya Malaha, kanisa lile la Epanja. Na tunasema pole, rambirambi kubwa sana kwa mama zetu, wake zake na pia watoto wao. Tunaomba kwamba habari hii njema ya ufufuo ikawe hivyo kwa John Maende, kwa maana alimpenda Yesu, alimwamini Yesu na alimtumikia Yesu. Ni miaka 6 tukirusha hewani ibada hizi kila Jumapili kuanza saa 2 hadi saa 3. 6 years of television and radio ministry from the Anglican Church of Kenya, courtesy of our friendship and partnership with Nyota Television. And so we say congratulations to Nyota, and we also say congratulations to ourselves. So 6 years of ministry. Wale mama ambao hawezi kuja kanisani, baba ambao ni wazee, labda wagonjwa, labda unasafiri na haujawezeshwa kwenda kanisani, ni miaka 6 tukuletea ibada hii. Tunasema asante sana kwa ushirikiano wenu nasi, na muendelee kutupenda hivyo hivyo, na pia kutufuata katika ibada zetu. Tuombe. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Uwe nasi Bwana kwa ibada hii, ubariki watu wako kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana Yesu akae nanyi, akae nawe pia. Katika damu ya Mwokozi Yesu, alinifilia pendoni, mimi nilimsulubisha. Upendo mkuu washangaza sana, wewe Mungu wangu, nilifilia pendoni. Upendo mkuu washangaza, Mungu wangu kunifilia. Upendo mkuu washangaza, Mungu wangu kunifilia. Alishuka kutoka mbinguni kwenye
kwake Mungu. Siku ile nitapata uhuru kwake Mungu. Ndugu zangu na dada zangu katika Kristo, ni kwa rehema zake tu Mwenyezi Mungu kwa maana tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu kusifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja kushirikiana habari njema za utukufu na neema zake, pia kuombea mahitaji yetu na wanaoteseka kote duniani, kadhalika tukifurahi katika pendo na amani yake. Tuwaridhi wa baraka za Mungu pamoja na mwana wa Mungu. Tunafanya upya kwa njia ya Roho wa Mungu. Sote tu moja katika Kristo. Ee Mungu, wewe u Mungu wangu, nami nakutafuta kwa moyo. Roho yangu inatamani kama mtu mwenye kiu. Ndugu zangu, heri nyinyi mlio maskini, maana ufalme wa Mungu ni wenu. Heri nyinyi mnasikia njaa sasa, maana baadaye mtashiba. Heri nyinyi mnaolia sasa, maana baadaye mtacheka kwa furaha. Heri nyinyi wapo watu watawachukia, hakika tuzo lenu ni kubwa mbinguni. Wapendwa, tukisema kwamba tuna dhambi, tujidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukiungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na wa haki, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakaza uovu wote. Kwa hivyo tuungame mbele za Baba yetu aliye mbinguni. Nitawasihi kwa rehema zake Yesu Kristo, tukaungame sisi sote pamoja. Baba uishie milele, Mungu wazazi wetu wa kale, mbele zako vitu vyote vinatetemeka, bali kupitia kwa mwanao twakaribia kiti chako cha enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioyo yetu imelemewa na dhambi. Turehemu, Bwana, usihesabie makosa yetu, tujalie furaha ya msamaha, na utuangazie moyoni mwetu utukufu wa yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hupendezwa na kurudia wafu huwa hai na waliopotea humrudia Bwana. Wema na fadhili za Bwana zitawafuata siku zote za maisha yenu, nanyi mtakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amina. Amina.
ukarimu wako Bwana. Tutasoma Injili jinsi ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 20 kuanzia aya ya kwanza hadi 18. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petero na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomuweka. Basi Petero akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili. Na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petero. Akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia. Akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja Simoni Petero, akaingia ndani ya kaburi. Akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwako kichwani pake. Haikulala pamoja na vitambaa, bali imesongwa mbali mahali pake peke yake. Basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini. Akaona na kuamini, kwa maana hakutarajia bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake, analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo alipoulazwa mwili wake.
Yesu. Nao wakamwambia, mama, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomuweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijui ya kwamba ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huko akidhania kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umechukua wewe, uniambie ulikomweka, nami nitamuondoa. Yesu akamwambia, Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, na kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana, na ya kwamba amewaambia hayo. Hii ni injili yake Yesu Kristo. Tumshukuru Mungu. Wow.
chini, sasa atawala huko mbinguni. Bwana Yesu yuhai. Bwana amefufuka, kifo kimeshinda kabisa. Gizani mle alitoka chini, sasa atawala huko mbinguni. Bwana Yesu yuhai. Watazamaji, ndio huo ujumbe wa Easter kwamba hayumo gizani, kwenye giza la kaburi. Yesu hapatikani pale, kwamba yeye ametoka pale na sasa anatawala, amepaa juu mbinguni, kwa maana yeye yu hai. Na ndio maana tunasherehekea Pasaka hii Jumapili hii. Ni kanisa la Kianglikana Diocese ya Mumias, kanisa unalolipenda mno, kanisa ambalo hukuletea ibada hii kila Jumapili, na leo hii ni ibada speciali, ibada ya Pasaka, kwamba Yesu amefufuka. Jina langu ni Joseph Wandere, ni mchungaji mkuu wa kanisa hilo. Injili yetu Yohana mlango wa 20 kuanzia aya kwanza hadi 18 yazungumzia kaburi. Sijui ndugu mtazamaji kama una kaburi kwenye boma lenu, na kwamba hisia zako ni zipi kuhusu kaburi hilo, labda kaburi la baba au mama au mtoto au ndugu yako, mahali ambapo wapendwa wetu wamezikwa. Si mahali pa kawaida, ni mahali ambapo wana mchanganyiko wa hisia, huzuni, kumbukumbu. Wengine hudondokwa machozi wanapotazama makaburi. Wengine huogopa makaburini, na hata wakati wa usiku hawawezi kwenda pale. Na hizo ndizo emotions ambazo Mary Magdalene alikuwa nazo. Leo hii alfajiri, wakati ambapo kunaanza kukucha, bado kuna giza kubwa, Maria, na sababu ni kwamba yeye alikuwa nampenda Yesu. Kwa hivyo asubuhi mapema Magdalene Maria amekuwa pale kumwona mpendwa wake, Bwana wake Yesu Kristo. Kumbuka ni juma moja tu Maria Magdalini alikuwa kwenye kaburi lingine la ndugu Lazarus, ambapo Yesu alitembelea. Na Maria akamwambia Yesu, Bwana, ungalikuwa hapa ndugu yangu hangelifariki. Na Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uhai. Kwa hivyo hili ni kaburi la pili ambapo Maria Magdalene yuko pale. Wa rafiki yake Yesu Kristo haupo tena. Injili ya Yohana inasema kwamba ilikuwa kungali giza, na giza hili sio tu giza la kawaida, ni giza ambapo hata ndani ya moyo wake Mariamu ana giza. Kama umefiwa waelewa Mtakatifu Yohana azungumzia nini? Maana Yohana anasema kwamba it was still dark, na si tu giza la kawaida, ingawa ilikuwa ni mapema mno. Jua lilikuwa halijachomoza, kwa hivyo ilikuwa bado ni giza, lakini kuna giza la aina nyingine, ni giza la moyo.
huyu Maria alikuwa angali anaomboleza kimwili na hata kiroho. It was still dark, na giza hili likaongezeka, kwa maana anapofika pale anakuta kwamba jiwe limeondolewa. Desturi za Palestine nyakati zile ni kwamba kaburi lingetengezwa kwenye mawe, maana kule milima ni mingi. Kwa hiyo angechonga mawe na kutengeneza pale shimo, kaburi, na kuingiza pale mwili, na pia kufunga kaburi hilo kwa jiwe kubwa. Kwa hiyo mama huyu Magdalene akakuta kwamba hamna jiwe. Jiwe limeondolewa. Ni giza la aina gani moyoni mwake? Giza la ajabu. Kwa hiyo si tu kwamba bwana wake ameuawa, ni kwamba hata mwili wa bwana wake haumo tena kaburini. Yohana anaelezea kwamba aliondoka mbio akwenda kuambia wanafunzi ambao alifahamu kwamba hawa walikuwa wapenzi wake Yesu Kristo, mmoja Simoni Petero na mwingine Yohana, habari za giza, kwamba Bwana wetu ambaye walimuua hata mwili hawajauacha, hata mwili wameuondoa kaburini. Yule ambaye alipigwa, ambaye alilia, jameni, hata mwili wake hamna msamaha, wameondoa mwili wake. Na kwa mujibu wa Injili, Simoni Petro na Yohana wakakwenda mbio. Yohana akamshinda Simoni Petro kwa mbio. Ndani Simoni alikuwa ni mwingi wa maneno ya mdomo, lakini hakuwa na nguvu sana za mbio. Kwa hiyo Yohana akawa ni wa kwanza kufika pale. Alipoingia pale ndani, akatazama, aingia kaburini. Kile ambacho alipata pale ni sanda, yaani zile nguo ambazo hufungwa maiti yule ambaye amefariki, lakini mwili haukuwa pale. Kwa mujibu wa neno hili, kaburi liko wazi na mwili haupo. Na Yohana asema katika mstari wa 5 na 6 kwamba alipoyaona hayo akaamini. He saw and believed. Yaani Yohana akatazama ndani na akaona kwamba ni nguo tu ambazo zipo, mwili haupo, na akaamini. Akaamini kwamba kwa hakika hayumo tena kaburini, kwamba yeye Yesu Kristo amefufuka. Kuona na kuamini. When he saw, he believed, in John chapter 20 verse 5 and 6. Na hii imani ndiyo karibisho letu kwa wewe ndugu mtazamaji katika ibada hii ya Pasaka. Je, wewe umeona? Je, umeona kwamba kaburi li wazi na kwamba hamna mwili? Na je, umeamini? Inawezekana tukaimba nyimbo tamu tamu, tukawa na sherehe za Pasaka, lakini hamna imani. Na swala la imani ndilo Yesu alimuuliza Martha alipoingia pale Bethany. Martha alipomjia na kusema, Bwana, ungalikuwa hapa ndugu yangu hangefariki. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uhai. Yeyote aniaminie mimi hafi, na akifa ataishi. Na kisha Yesu akamuuliza binti Martha, je, wasadiki? Yaani maana yake unaamini? Yohana alipokuta kwamba ni nguo tu, kwa mujibu wa Yohana 20 mstari wa 5 na 6, alipotazama kwamba mwili haupo,
Nawe je, ndugu mtazamaji, katika Pasaka hii ya mwaka 2026, sijui habari hizi za ufufuo kama ni habari ambazo wewe utaziamini au ni jambo tu la kawaida kwako wewe Pasaka hii. Wanafunzi wakaondoka pale kaburini kwa mujibu wa maandiko, lakini Maria akabaki pale, na Yohana ananakili Maria akabaki pale analia. Sio kwamba amesimama. Maria akabaki pale analia kwa jinsi amepoteza, analia kwa jinsi bwana wake amefariki. Maria hakuamini wakati huu. Tunachoona kwake yeye ni majonzi na huzuni kubwa mno. Na nafahamu Wakristo wengi ambao wamebaki pale pale kaburini, ingawa leo ni Pasaka, ufufuo, wao wanaishi pale kaburini, miaka nenda miaka rudi, kwamba nilimpoteza baba, nilimpoteza mama, nilimpoteza ndugu. Na wao ni kama huyu Maria Magdalene. Wakristo ambao wamebaki pale kaburini hawajaruhusu macho yao kufumbuliwa na kuamini. Lakini hata majonzi ina faida yake. Majonzi inaweza kuwa ni safari ya imani. Kwa maana kwa mujibu wa maandiko haya, Maria anapoendelea kulia, malaika wawili mavazi meupe kama haya yangu na ya hawa ndugu zangu walio hapa, wakaja kwake yeye, na swali lao likawa kwamba, mama, mbona unalia? Why are you weeping? Na mara Maria anapogeuka kuwatazama, akamwona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hakumfahamu kwamba huyu ndiye Yesu Kristo. Na Yesu akamuuliza swali hili sasa mwenyewe, mama, mbona unalia? Ni nani unayemtafuta? Ndugu watazamaji, ndilo swali wako wewe Pasaka hii, mbona unalia? Na ni nani unayemtafuta? Ni wengi ambao katika majonzi yao wanatafuta vitu tofauti tofauti, wanatafuta amani. Ni wengi ambao wanatafuta mali. Pasaka hii swali lake Yesu Kristo kwa Maria, mbona unalia? Na ni nani unayemtafuta? Ni swali kwako wewe. Maria alidhani kwamba huyu ni gardener, hakujua kwamba ni Yesu. Akamwambia, Bwana, kama ni wewe uliyemuondoa, hebu nielezee umempeleka wapi? Kwa wakati huo tunaona macho yake ikifunguka, na namuona Yesu Kristo kwamba ni Bwana. Na Maria akasema, Raboni, Bwana wangu. Natumai kwa mujibu wa somo, Maria alitaka kumbusu au kumkaribia Yesu. Yesu akamwambia, usiniguze, maana bado sijapaa juu mbinguni. Ndugu mtazamaji, ni mambo mawili pale ambayo ningeomba tafakari kwayo. Je, pale umeona nini? Na je, umeamini Pasaka hii, habari za Pasaka hii, tendo hili kuu, wewe umeliamini? Kama haujaamini, unatafuta nini? Mbona unalia? Na ni wengi wanaolia, wengi mno wanaolia. Lakini katika hali ya kufunguka macho yake na kumwona kwamba huyu si gardener, huyu si yule anayefanya kazi kwenye shamba, sasa hisia za Mariamu zinabadilika. Na ndiyo maana
mwinjilisti Yohana anasema Mariamu sasa anafungua mdomo wake, na maneno inayotoka kwenye mdomo wake ni maneno ya imani. Maria akasema, Raboni, my Lord, Bwana wangu. Na ninaomba kwamba katika sherehe hizi za Pasaka macho yako na macho yangu ikafunguke kama ya Mama Maria Magdalini, kwamba tutazame na tuone na tuamini jinsi Yohana alivyoamini, yule mwanafunzi wake Yesu Kristo. Na wale ambao wamebaki katika kaburi, labda wamesimama kaburini miaka mingi, mimi ninakuombea kwamba kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu Mungu akaweze kufungua macho yako kwa njia ya ajabu, ukamwone Yesu huyu ambaye amefufuka, na ukafungue kinywa chako na ukaseme Raboni, kumtambua tu kwamba yeye ni Rabii, mwalimu, Bwana. Inabadilisha machozi yetu, majonzi yetu sasa inakuwa ni furaha. Kwa mujibu wa maandiko haya, Mariamu akatoka pale mbio kabisa, akakwenda pale mjini. Na je, alitamka nini? Nimemuona Bwana. I have seen the Lord. Na hilo liwe ombi letu katika Pasaka hii, kwamba tumuone Bwana mioni mwetu. Mapigo ni mengi mno, huzuni kubwa katika maisha ya wanadamu, kupoteza ni kwingi mno, lakini kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu tunaweza kupata msisimko mpya, na macho yetu ya imani inaweza kufunguka, na kwamba sasa hatutaona kaburi tena. Tunaposimama katika safari ya maisha, macho yetu haitabaki pale kwa kaburi, hata baki kwenye majonzi tena. Ni wengi wanaolia kila asubuhi, kila usiku, majonzi kila wakati. Hayatakuwa tena majonzi, tutaweza kumuona Bwana. Na ndiyo habari ya Pasaka. Sijui wewe ndugu mtazamaji, chaguo lako ni lipi? Sijui chaguo lako ni majonzi na kaburi, au chaguo lako ni yule mwinjilisti Yohana alipotazama akaamini, na kwamba mama Magdalene alipoinua macho yake na kumtazama na kuona kwamba huyu ni Yesu, sasa matamko yake si ya majonzi tena, matamko yake ni ya imani. Raboni, Bwana wangu, mwalimu wangu. Tunaona akitoka mbio akielekea kule mjini na kutangaza habari njema. Sasa huyu ambaye alikuwa anadondokwa na machozi sasa amekuwa mwinjilisti, nasema nimemuona Bwana. I have seen the Lord. Pasaka njema, tumuone Bwana. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Twasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno imani
ya mitume. Namwamini Mungu Baba mwenye enzi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa wakati wa utawala wa Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa na akazikwa, akashuka kwa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi. Kutoka huko atakuja tena kwa hukumu watu walio hai na waliokufa. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la ulimwenguni kote, ushirika wa takatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amina. Bwana Yesu akae nanyi. Akawe nawe pia. Sala ya siku kuu ya Pasaka. Kristo amefufuka, amefufuka kweli kweli. Haleluya! Alivunja minyororo ya kifo na huzuni na kufufuka katika utukufu, na sasa anaishi na kutawala milele. Kwa kifo chake na ufufuo wake tunalo hakikisho la uzima wa milele. Utusaidie kila siku tufe katika mambo ya dhambi, ili tuweze kuishi pamoja nawe katika furaha ya maisha ya ufufuo, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tukumbuke wale ambao ni wadhaifu, Roho wa Bwana akawatendee mema. Tuwaweka katika mikono yake ya upendo wote wanaoteseka kutokana na maumivu na afya mbaya, wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wagonjwa vitandani, wale ambao wanainuka na kutembea lakini wanadumu katika hali mbaya ya afya, wote ambao ni walazimu kufanyia upasuaji lakini Baba wanaogopa. Bwana, kwa pamoja naye ili waweze kufarijiwa na matumaini ya kuwa hawako peke yao, na kwa sababu ulivumilia maumivu yote kwa ajili yetu, na mwisho ukavunja nguvu za kifo chini ya miguu yako, na kwa sababu Baba ulishinda, sisi pia tutashinda, tukiamini katika jina la mponyaji mkuu Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tuombe kwa ajili ya amani. Mungu uliye mkuu wa amani na mpenda mapatano, kukujua wewe ni uzima wa milele, kukutumikia wewe ni uhuru ulio kamili. Tunakuomba utulinde sisi watumishi wako wanyenyekevu katika mashambulio yote ya adui zetu, ili sisi tukiutumainia ulinzi wako tusiogope nguvu za adui wowote. Tunakuomba e Bwana, kwa nguvu za ufufuo wako nasi tupate amani itokayo kwako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sote tungane kwa sala. Mungu neema. Mungu mwenye enzi, umekuwa mlinzi usiku kucha, utulinde mchana kutwa, tuwe nuruni na mashahidi wa njia zako. Tutafute ufalme wako kwanza, na tukuone katika kila mmoja wetu. Tuongoze katika njia ya mwanao, na kutuelekeza kwenye mapito ya siku ya Bwana, kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Hallelujah.
taifa letu. Mungu mwenye enzi, uyatawalaye mataifa yote na kuyaamrisha kama utakavyo, tunakuomba upende kumbariki na kumwongoza rais wetu William Ruto, viongozi wote wa taifa letu, ili siku zote watumie mamlaka uliowakabidhi kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa faida, heshima na ustawi wa taifa letu la Kenya na ulimwengu kote. Na kwa wema wa kanisa lako takatifu, tunakuomba wajalie baraka yako wanapotumika, watumike chini ya ulinzi wako. Tuomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Tuweze kuombea kanisa na wahudumu wake. Mungu mwenye enzi, uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, wape roho neema na uzima maaskofu wetu ulimwenguni kote, Bwana. Hasa tukumkumbuka askofu wetu wa Askofu Mumias Wandera Joseph, Baba, kwa majukumu uliompa Mfalme. Baba, anapotekeleza kwa rehema zako takatifu, tutakushukuru ewe Kristo. Kakumbuke Baba mwito wake, kakumbuke Baba familia yake, kwa nabudakisha kwa maandiko matakatifu la Bwana, kaa chini ya miguu zangu, hawataikuwa mikia bali watakuwa vichwa, Bwana. Kamuongoze, kamrehemu, Bwana. Uwape neema makasisi wote na mashemasi na watu wote waliokabidhiwa, wamiminie baraka kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Ujalie hayo, Bwana, kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu watazamaji, ni Pasaka, ni intercession za Pasaka. Sijui wewe pale nyumbani, Pasaka hii ungependa kuombea ufufuo wa aina gani? Labda imani yako ni pungufu na ungependa kuomba, Bwana, hebu fufua imani yangu. Biashara zako labda zimekwenda chini mno na una wasiwasi kubwa, labda ulichukua loan na inakusumbua kulipa kwa maana liquidity ni mbaya, na ombi lako kwake Bwana Pasaka hii ni kwamba, Bwana, hebu leta ufufuo katika biashara zangu. Labda ni mambo ya family life na unaomba kwamba Bwana alete ufufuo kwa sehemu fulani. Ni wakati wako kuzungumza na Mungu na kumwambia Bwana kwamba Pasaka hii ufufuo nao uombea mimi ni hili au lile. Hamna yule ambaye ni 100%, yani yule ambaye anajiweza kwa kila jambo, haiwezekani. Kila mmoja wetu anahitaji ufufuo wa aina fulani, na ni wakati wako kumwambia Bwana kwamba naomba ufufuo. Bwana, kimya chako hakizuiliki. Uwepo wako ni furaha isiyo kifani. Watu wanapotafakari, towainua mbele zako na kuomba uwapokee. Pokea sala zao. Bwana, uwafufue. Wape uzima walio katika kaburi la magonjwa. Wale wanao pitia kwenye njia ya mauti, Bwana, wape uhai. Wale ambao hawana nguvu, wanahisi kwamba ile power ya kuishi hawana tena na labda wamekata tamaa, tuomba Bwana wape nguvu katika unyonge wao. Na wale wanaoona giza limewazingira maishani mwao, hawaoni breakthrough, twakuomba Bwana, mwanga wakati wa giza lao, kwa sababu muujiza wa Pasaka ni muujiza wa ufufuo. Wewe umejitwika upungufu tulio nao, pungufu mwingi, na umetushirikisha katika ufufuo wako na amani yako ya milele. Amen. Amen.
kwa pamoja ni sala tuliyofundishwa, ni sala ya watu wote, sala ya Mtakatifu Krisostomu. Mungu mwenye enzi, uliyetupa neema wakati huu, tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako utawapa mahitaji yao. Yatimize sasa, Bwana, maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufaa, kitujalia tuijue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Naam, ni ibada ya Pasaka ikileta kwako kwa hisani ya ushirikiano wa Diocese ya Mumias, kanisa la Kianglikana. Tuomba kwamba ukapokee ufufuo maishani mwako, na kwamba juma hili ambao laanza tukafurahia ufufuo wake Yesu Kristo katika jamii zetu, katika kazini na biashara, popote pale ambapo tungependa Mungu alete ufufuo. Tunaomba kwamba Bwana atutendee yaliyo ya neema. Tuombe. Mwenyezi Mungu awabariki na awalinde. Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema wake na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na awape amani. Na baraka ya Mungu mwenye enzi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi daima. Amen. Bwana akae nanyi. Akae nawe pia.